Kwa hivyo tunafurahia kuwepo katika kambi hili na jina la Bwana litukuzwe. Ni washukuru washiriki kwa namna ambavyo mmetoa muda wenu, maana si kana kwamba wewe ambaye umekuja katika kambi hili ulikuwa na maandalizi ya kutosha kuliko yule ambaye hakufika katika kambi hili. Kwa hivyo kwa kujitoa kwenu ni thamani ya kujua ya kwamba yuko Mungu anayeishi. Na kwa sababu hiyo Bwana azidi kuwabariki. Ni wakati ambapo tunapaswa kumtafuta sana Mungu katika maisha yetu. Yaani katika kipindi hiki tulicho nacho ni kipindi cha miisho ya dunia. Nabii anaandika ya kwamba kama kungalikuwako na wakati wa kumtafuta Mungu ni sasa kuliko ule uliokwisha kupita. Kwa hivyo Mungu anazidi kutupatia nafasi na fursa ya kufika katika mikutano hii ya makambi, lakini ya kuja katika mikutano mingine ya maombi kanisani. Lakini wakati huo iko mikutano mingine ya maombi katika namna fulani, yawezekana ni majuma ya maombi. Bwana anatamani tumtafute Mungu kuliko kawaida. Kwa hiyo misho ya kambi hili isiwe misho ya mtizamo wako na akili yako kumtafuta Mungu, bali iwe chachu iliyojaza nguvu kwa ajili ya kumtafuta Mungu kuliko kawaida. Ndio kama ni moto unawashwa, ukisha kuwashwa ndipo unapohitaji sasa uchochewe. Maana kama utauwasha ukauacha hivyo unazima, na matokeo yake hata ulichobandika hakitafanya nini? Hakitaiva. Kwa hivyo washiriki wote, Bwana awabariki sana kwa uwepo wenu katika kambi hili. Ni tumaini langu ya kwamba hamtapungukiwa. Kuna wakati mmejinyima sana kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu ya uinjilisti, hususan uinjilisti wa vitabu. Mungu wa mbinguni, ikiwa ulitoa kwa moyo pasipo kusurutishwa, pasipo kulazimishwa, Bwana atakubariki maradufu. Bwana azidi kubariki. Zungumze na waimbaji pia kwamba kwa wito ambao mliitwa, Bwana amewaruhusu mkafika. Bwana wabariki. Amina. Mmeacha shughuli zenu kule mkafika katika mazingira haya, kwa namna ambavyo mlitoa mioyo yenu, kujua ya kwamba ni kazi ya Bwana mnayoenda kuifanya. Mungu atazidi kuwabariki. Amina. Niwashukuru wale ambao wamehangaika sana. Ndio wakati mwingine pastor, sijui kama nilipofika Ijumaa nilikuwa hivi, lakini ninajiona nimebadilika sana. Wale ambao wamehangaika katika huduma pale, ile tenti lilikuwa na kila siku linabadilishwa, na kwa namna hiyo ninajua kwamba mmetumia muda mwingi. Wakati mwingine mmekutana na moshi ambao unaweza ukaleta athari katika miili yenu, lakini mmetumia akili nyingi angalau kutengeneza kile ambacho kinaweza kuonekana kufaa kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Bwana wabariki pia. Amina. Mungu hawazidishie ukarimu huo, ili kwa kupitia ukarimu huo Bwana awaandae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Ninajua ya kwamba wakati mwingine kulikuwa na mivutano na changamoto kadha wa kadha, lakini pamoja na hayo yote, misho ya kambi hili, ruhusu Bwana atawale mawazo yako. Unajua kuna wakati unaweza kaambiwa unapika, alafu wewe unatamani kwa kwenye vipindi, unaenda kupika lakini moyo wako ukiwa na manung'uniko. Na kwa sababu hiyo Mungu wa mbinguni akusaidie kutambua ya kwamba huduma ulioifanya ni huduma ya pekee ambayo ina baraka zake katika ufalme wa mbinguni. Hautapungukiwa, Mungu atakuzidishia. Kwa ukarimu huu mnaofanya katika mazingira haya, ndio ukarimu mtakaofanya katika malango yenu. Kwa hivyo Bwana azidi kuwabariki.
Nipende kuwashukuru wale ambao viongozi wa kambi na wawakilishi wake wote ambao wamekuwa wakihakikisha ya kwamba huduma zote zinaenda vizuri pasipo mapungufu. Bwana akubariki mzee pamoja na viongozi wako, maana mmefanya kwa sehemu yenu. Bwana wabariki sana. Ili pia niwashukuru wafundi mitambo hapa, wamehakikisha sauti hizi zimekaa vizuri. Kuna wakati unaweza ukafika katika kambi ama mkutano fulani, unatoka pale sauti yako haiko vizuri. Ni kwa sababu ya nini? Chombo katika usetuaji wake hakikaa vizuri, kwa hiyo kinakulazimisha kuongea kwa nguvu. Bwana awabariki, maana sauti bado ziko vizuri. Bwana awabariki sana. Nichukue nafasi hii nzuri kumshukuru Mama Grace pamoja na mzee wake. Mahali mlipo mnaweza mkasimama kwa upendeleo wa pekee. Kama mzee yuko mahali fulani, msimame. Mama ameimba hapa wimbo, tukimaliza kazi, tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Niwaambie, pale unapotoa na kujinyima, unaruhusu baraka za nani? Za Mungu wa mbinguni. Kwa hivyo mama moja na mzee na familia yako kwa ujumla, mmekuwa wanyenyekevu. Ndio wakati mwingine unaweza ukaongea vitu vingine ambavyo wakati mwingine hata havistahili. Mzee yule kuna wakati alikuwa anafanya maji ya kuoga mwenyewe, anatuletea tunaoga. Kwa hivyo kuna mambo mengine hata si ya kuzungumza, sio hilo tu nimeamua nisemeko hapo kadogo, lakini yako mambo mengi. Bwana awabariki mama na nyumba yako, Bwana azidi kuwabariki. Kwa kusema hayo, nimshukuru pasta wa mtaa huu kwa kazi kubwa aliyonayo pamoja na mama pasta. Bwana azidi kuwabariki. Kazi ni kubwa, lakini kwa sababu uko wito ndani, Bwana azidi kukubariki pasta na familia yako, ili kazi ya Mungu isonge mbele. Wito wangu ni huu: kazi haitafanyika ikiwa ni kwa mchungaji peke yake, ila kazi itafanyika pale ambapo tutaungana naye, na kazi ya Bwana itafanyika na wengi wataandaliwa kuja kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Kwa niaba ya wageni hawa wote walioko hapo, nasema ya kwamba Bwana awabariki. Baba wa mbinguni awabariki. Baba wa mbinguni awabariki. Na mwisho, karibuni katika mazingira yetu. Bukwaya pale karibu, Kariakoo hapo karibu, halikadhalika Balili karibu, Ulamba pia karibu, lakini Nyamatale karibu. Karibuni, tunawakaribisha. Tumekuwa wamoja katika Kristo kwa kufahamiana, na kwa namna hiyo ninyi ni wamoja katika Kristo katika safari ya umilele. Ndio maana pasta alizungumza juu ya kabila. Mimi si Mvita wala wewe si Mjaluo wala Mkuria, bali wote tunaunganika katika tumaini la Yesu, ili kwa kupitia kabila moja tuandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Malizie kwa kusoma mafungu haya, alafu tutakuwa tunasafiri na kutoka katika mazingira haya. Katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya kwanza na fungu lake ni la 10. Some maneno hayo kama mtu ana Biblia mahali fulani. Au wasomaji nao walishapotea? Wapo? Soma.
Ndio. Inasema hivi. Biblia inasema hivi. Basi ndugu zangu, tunawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Kwamba nyote mnene mamoja. Kwamba wote muwe na nia moja katika kuzungumza kwenu. Wala pasiwe na faraka kwenu. Wala pasiwe na magomvi na malumbano katika safari tunapomsubiria Kristo anapokuja mara ya pili. Bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Bali muhitimu. Najua kuna wakati tunapitia changamoto nyingi. Maisha yangu ninapokuwa katika elimu ya mbinguni, ninapaswa sasa nihitimu katika udhaifu wangu nilio nao, katika kunena kwangu kusikostahili. Nihitimu, maana ninasubiria kuja kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo maneno hayo yawe baraka kwa kila mmoja wetu. Tuwe na nia moja katika kunena kwetu. Tuwe na nia moja katika kutenda kwetu, maana Bwana ametuita kuwa mawakili wake duniani. Tunapowaandaa wengine, tujiandae pia kukutana naye. Ndio maana Yesu katika kitabu cha Yohana 17 mafungu ya 22 na kushuka hapo chini anasema, ombi alilokuwa nalo la dhati alituombea tuwe na umoja kama yeye alivyo na umoja na nani? Na Baba yake. Bwana na atubariki sana. Amina.